Wakati Tanzania ikipitia kipindi kigumu cha maandamano makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo, sauti kutoka mataifa jirani zimeanza kusikika kwa nguvu. Wakenya, Waganda na hata wa Nigeria wameamua kuvunja ukimya, kila mmoja akiwa na maoni yake kuhusu Rais Samia Suluhu Hassan na kinachoendelea mitaani Tanzania. Lakini kile walichosema kimezua gumzo Afrika nzima. Leo hapa kwenye Mizuka Media tunakusomea moja baada ya nyingine kauli kutoka kwao, na baadhi ya kauli hizo zitaweza kukushangaza sana. Kwanza kabisa tunaanza na huyu mwanamke Mkenya ambaye ameamua kumwongelesha Rais Samia Suluhu moja kwa moja kama mwanamke mwenzake, na anayo maneno mazito ambayo yamewagusa wengi mitandaoni. Ni ujasiri wa aina yake, lakini pia ni ujumbe mzito unaoonyesha jinsi wanawake barani Afrika wanavyoumia wakiona viongozi ambao ni wanawake wakiumiza wanawake wenzao hadharani. Kuna mama anaitwa Samia Suluhu, Tanzania president. Wewe mama Samia Suluhu, aje nikuone leo. Mimi ni mwanamke mwenzako. Lakini wewe unafanya sisi wanawake tunanyimwa mileage. Kabisa. Kama wanawake. Yaani wewe unaweza simama kwa ballot wewe mwenyewe mwanamke Tanzania. Umefunga opponent wako akoseli. Hapo. Wewe ni mama aina gani? Alafu utaki utoa andamani. Wewe mama wewe, mimi nakuona. Hiyo bumbafu. Hiyo bumbafu yako acha huko bwana. Achia wana Tanzania uhuru. Kabisa. Achia wana Tanzania wapiganie. Lakini sasa mwingine kutoka Kenya amefichua kitu ambacho kimewasha moto mitandaoni kuhusu msanii Diamond Platnumz. Anadai kwamba mara tu baada ya kuona biashara za wasanii wenzake zikiteketea kwa moto sababu ya kumtetea Rais Samia, Diamond alifuta posti zote za kumuunga mkono mama. Lakini Watanzania wanajibu vikali wakisema Simba amechelewa. Diamond ameona ile design, ameona ile design wenye wanasapoti CCM wanachomewa mabiashara, akajifanya akaenda akafuta video na picha zote zenye alikuwa amepost kwa Instagram akisapoti CCM. Tanzania sasa umeelewa ni kwa nini tulikuwa tunachukiana Diamond na Zuchu. Ni hiyo utoto ya kujifanya wao kuna level walifika hawawezi support wananchi. Na nimesikia Watanzania wakiwaambia amefanya kitu mzuri kufuta. But it's too late. Amechelewa. Diamond. Tuliwaambia mwache upuzi hii eti mama si yeye anawasupport kwa hizo platforms zenu. Hizo YouTube, hizo Instagram, hizo TikTok, si mama anawasupport, ni wananchi wa Tanzania na wananchi wa dunia mzima. Nyinyi mnakuja kuturudia hapa. Mama, kama uheshimu mama sitafanya collab na wewe. Kama uheshimu mama sijui sitafanya nini. Mtakiona. Watanzania kanyangeni hapo. Kanyangeni hapo. What type of plane is this? Kanyangeni shiko bado inapumua. Na huyu Mkenya mwingine ameleta maneno ambayo ameleta tafakari kubwa mitandaoni. Akasema kwamba Rais Samia mwenyewe amejipiga risasi mguuni kwa kauli zake. Huu ni mtazamo unaoonyesha jinsi mataifa jirani yanavyotazama siasa za Tanzania kwa makini sana. Pale Tanzania ni kama Samia Suluhu alipigilia mshumari yake kwa kaburi lake ama kwa sanduku lake, kwa sababu Watanzania wamekataa kutoka kwa barabara, wamekataa kusitisha maandamano, na jirani zao kusaidia zaidi za Malawi ni kama wanataka kuwasaidia, na zaidi ya Kenya the same wanataka kuwasaidia. Mpaka leo Wakenya wakijaribu kuingia Tanzania by force, wawili wameagushwa, so ni very unfortunate. Sasa inakaa hata jeshi la Tanzania linauka mkono kuwa Watanzania wazidi kufinya kabisa, ndivyo ikiwezekana wachukue usukani na ili wafanye election nyingine mpya. Remember, Tanzania imekuwa nchi ambayo imekuwa ya amani, ya upole, lakini huyu mama sijui nini ni advisors wake ama kuliendaje tukafika hapa ambapo Watanzania watu wanajulikana kuwa wapole ghadhabishwa na yeye sana. Na nilikwambia hapa hii mambo imetokana na yeye kukandamiza upinzani, kuzuia upinzani, chama zingine kufuga
na kuweka jela viongozi wa hizo machama. So imekuwa ikikera Watanzania wananyamazia, lakini kuanzia jana wakaamua enough is enough, wakaingia kwa barabara. Kitu kingine nimeobserve kuona wasanii wengi, watu maarufu Tanzania walishikana na serikali kukandamiza wananchi. So kwa hivyo saa hizi ni wakati wa wananchi kujiripishia. So waibaji na unajua Bongo Stars saa hizi wako mashakani, vitu zao zinakuwa attacked by raia. Leo tumeona airport, tumeona mabiashara zikichomwa. So ni mambo ya kuzidi kuangalia. Nitakaa nikuambia venye kunaendelea na nitakuwa na pair verified na confirmed information. Lakini sio wote wanaolaumu. Huyu Mkenya mwingine badala yake waliwapongeza Watanzania kwa kupita mtihani, akisema wameonyesha umoja na uelewano mkubwa kuliko wengi walivyotarajia. Kauli kama hizi zinaonyesha kuwa umoja wa kizazi kipya cha Afrika Gen Z unazidi kukua, mipaka nayo inazidi kufutika taratibu. Tanzania. Mimi nawapa heko wa Tanzania. Yaani sisi wa Kenya tulikuwa walimu wa maandamano, nyinyi mkawa wanafunzi. Tanzania mimi nawapa heko. Wanafunzi mmeperformu, yani mmefanya vizuri, mmetia bidii. Nawapa heko. Guys, Tanzanians wameoverperform. Yani walienda police station, wamevamia police station, wakachukua uniform wakavaa na wakatoka huko ndani. Now what has made my day ni wale wenye walikuwa wanaenda kucount kura. Wameenda polling station fulani, wakapata returning officer amepatia Mama Suluhu kura, na amempatia mingi kuliko zenye ziko pale, zenye ziko ticked. Wakahesabu wakapata hazingiani. Yani returning officer amekula kofi. Returning officer amepewa kofi kibare. Hey! Anyway, I hope Kenya muna learn something from Tanzania. Nasikia walianza maandamano jana, leo wameendelea, and there is a possibility kesho bado inaendelea. Kenya tunaenda maandamano, munatoka huko munaenda kwa nyumba munalala, munakaa 1 week, tuo tena muanze maandamano. Mukae tena 1 week, 1 month ndio muendelee maandamano. Ukianza umeanza, hakuna kurudi nyuma. Hivyo ndio unaendanga vita. Ukienda vita na adui, unaenda vita usiku mchana. Naona Tanzania, and there is a possibility Suluhu anaweza jiudhulu. Ni jiuzulu, yes. There is a possibility, ama there is a rumor, Suluhu anaweza toka kesho. Because kesho pia bado ni kubaya. Tanzania, nawapa heko, nawapa kongole. Yenu hiyo. Kenyan, sit down and learn and see something. Uganda pia, I hope you are watching. Because wame overperform. Yini yao. Alafu kutoka Nigeria, huyu kijana mwashangaza wengi kusema angetamani kuwa Mkenya kwa sababu wa Kenya ndio jirani pekee ambao unaweza kuwategemewa kuja kukusaidia wakati wa shida. Ni kauli ambayo imezua mjadala mkubwa. Je, hii ndio sura halisi ya mshikamano wa Afrika Mashariki? Sometimes I do wish that I am Kenyan. Sometimes I do wish that I do have a Kenyan blood in my system. Sometimes I do also wish that Kenya could have been a neighboring country to my country. Because these are the only people in Africa that you could quickly depend on them, if they are your neighbors, to come and help you out to fight against bad governance. You see, the people of Tanzania are doing protestation. They didn't need to call Kenyans to come and help them. They didn't even mention and say, oh, Kenyans come and help us. No. Immediately Kenyans heard that the people of Tanzania are being marginalized. Immediately Kenyans heard that the people of Tanzania are being terrorized by their own government because they are protesting for their rights. Kenya storms into Tanzania. Kenyans have stormed into the Kenyan border between Kenya and Tanzania has been flooded by Kenyans coming into Tanzania to help. This is the kind of Africa I want. The kind of Africa where we have when we have Africans who are willing to fight for their rights, willing to protestation against these evil bastards that wants to chain us, that wants to put locks on our necks, that wants us to be in a position where when they say jump into a pit, we just jump immediately.
I don't know why Tanzanian people are protesting about their government. I don't know. But one thing I know about is anything that has to do with protest, it means people are protesting for their rights. You will never see somebody or people come out to protestation about the good things that their government are doing to them. No. Kenyans, please tell me how to become Kenyan. Please, I want to become Kenyan. If it's possible, I need a Kenyan passport as soon as possible. I don't know. Maybe I could go to Kenya and then change my blood and go to the nearest hospital and then they put me a Kenyan blood in my system so I could become a Kenyan. Because what you people are doing, I don't know if I'm supposed to fear or respect you people at this moment. One love to my Kenyan people. One love. One time. Lakini kutoka Uganda, huyu kijana ana mtazamo tofauti kabisa. Anasema matatizo ya Afrika kuanzia uchaguzi hadi maandamano yote yamechochewa na Wakenya. Sasa hii kauli imetafsiriwa kwa njia tofauti. Wengine wanasema ni mzaa, wengine wanasema ni ukweli mchungu. Wewe unasemaje? Nowadays East African countries have become hard-headed. Have you guys noticed? People don't just accept elections like the way they used to accept back in the day. In fact, not only East Africa, the whole of Africa, people have become hard-headed. And it's you Kenyans actually who started this trend. Kenyans. You people started this trend of rioting. Now Tanzania today, people also rioting the whole day. They refused the elections. It's now a growing trend. I don't know how it's going to be here in Uganda. But just know, Kenyans, what you started. Kauli hizi zote zinaonyesha kitu kimoja, kwamba kinachoendelea Tanzania sio swala la taifa moja tu, bali ni gumzo la Afrika nzima. Swali ni moja tu. Je, unadhani Watanzania wataendelea kusimama kidete kama Gen Z wa Kenya walivyofanya, au hali itazidi kuwa mbaya zaidi? Niachie maoni yako kwenye comment section na usisahau kutufollow au kusubscribe ili usipitwe na kinachotokea Afrika Mashariki. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Mama Suluhu Sumia Hassan, shida yako unadhani umekuwa mwanaume? Tafadhali nataka ujue hivi. Suluhu Salamia Suluhu Hassan, tafadhali